Sehemu ya 12. Maneno ya zamani. Jioni ile ilikuwa tofauti na jioni nyingine zote. Upepo wa bahari ulikuwa ukivuma taratibu katika kijiji cha Kiboje. Watu walikuwa wameanza kurudi majumbani mwao baada ya shughuli za siku nzima. Lakini mbele ya nyumba ya Satingi kulikuwa na ukimya mzito. Satingi na Makame walikuwa wamesimama wakitazamana. Miaka mingi ilikuwa imepita tangu waliposimama karibu kiasi hicho. Macho ya Satingi yalionyesha mshangao. Hakutarajia kumwona Makame siku hiyo. Makame, alitamka jina hilo kwa sauti ya chini. Makame akatikisa kichwa kidogo. Satingi. Hakukuwa na hasira katika sauti yake, lakini kulikuwa na uzito. Uzito wa mambo mengi ambayo yalikuwa yamekaa moyoni kwa muda mrefu. Biti Mainda, aliyekuwa ndani ya nyumba, alisikia sauti za watu wawili wakizungumza nje. Alisimama kwa muda, lakini hakutoka. Alijua kuna jambo la zamani lilikuwa linaendelea. Satingi akamwangalia Makame. Umekuwaje? Makame akatabasamu kidogo. Swali hilo linatakiwa mimi nikuulize. Satingi akanyamaza kwa sababu alijua maana ya maneno hayo. Makame akatazama nyumba ile ndogo, kisha akatazama Satingi. Kwa hiyo umefanikiwa? Satingi akakunja uso. Umefanikiwa nini? Kupata kitu ambacho ulikuwa ukikitafuta kwa muda mrefu. Satingi akatazama chini. Hakuhitaji kuuliza. Alijua Makame alimaanisha familia. Ndiyo, nimepata. Makame akavuta pumzi ndefu. Kuna wakati nilidhani hutafika siku hii. Satingi akamtazama. Maisha yalikuwa magumu, Makame. Niliyapitia. Makame akatikisa kichwa. Nayajua. Nilikuwa pale. Maneno hayo yalifanya Satingi anyamaze. Kwa sababu ni kweli. Makame alikuwa mmoja wa watu waliomjua wakati ambao hakuna mtu mwingine aliyekuwa karibu naye. Miaka iliyopita, kabla ya Biti Mainda kufika Zanzibar, Satingi alikuwa mwanaume aliyekuwa amechoka na maisha. Kila siku alikuwa akienda kutengeneza baiskeli, lakini mara nyingi alirudi bila kitu. Njaa ilikuwa sehemu ya maisha yake. Upweke ulikuwa rafiki yake. Na wakati huo, Makame ndiye aliyekuwa akimwambia kuwa bado kuna njia ya kusimama. Lakini maisha yalipowalazimisha kutafuta njia nyingine ya kupata pesa, walifika mahali ambapo maamuzi yao yalianza kubadilisha maisha yao. Satingi akamtazama Makame. Kwa nini umekuja leo? Swali hilo lilikaa hewani kwa muda. Makame hakujibu haraka. Alitazama upande wa bahari. Kisha akasema, nimesikia umebadilika. Satingi akashusha pumzi. Ninajaribu. Makame akamwangalia. Na hiyo ndiyo tofauti yako na zamani. Satingi hakujua kama hayo yalikuwa maneno ya pongezi au onyo. Makame, ndiyo? Kuna jambo unalotaka kuniambia? Makame akanyamaza, kisha akasema kwa sauti ya chini, zamani tulipitia mengi pamoja, lakini kuna mambo ambayo hayawezi kufutwa kwa sababu tu mtu ameanza maisha mapya. Satingi akahisi moyo wake ukianza kwenda kasi. Alijua
wanazungumzia nini? Siri ambayo alijua yeye na Makame pekee. Lakini kabla hajauliza zaidi, Biti Mainda alitoka nje. Satingi! Wote wawili wakageuka. Biti Mainda akatabasamu kwa heshima. Chakula kiko tayari. Satingi akamwangalia. Kisha akamwangalia Makame. Kwa muda mfupi alikuwa katikati ya maisha mawili. Maisha aliyokuwa ameanza kuyajenga na maisha ya zamani ambayo yalikuwa yanarudi taratibu. Makame akatabasamu kidogo. Nitakuja tena. Kisha akaondoka pole pole. Satingi alibaki akimtazama mpaka alipopotea gizani. Usiku huo, wakati Biti Mainda na Satingi walipokuwa wamekaa ndani ya nyumba yao, Satingi alikuwa kimya kuliko kawaida. Biti Mainda akagundua. Satingi, naam, huyo mtu alikuwa nani? Satingi alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, ni mtu wa zamani. Biti Mainda hakulazimisha jibu, lakini moyoni mwake alijua kulikuwa na ukurasa wa maisha ya Satingi ambao bado hajausoma, na ukurasa huo ulikuwa umeanza kufunguka. Mwisho wa sehemu ya 12.